Nitengenezee logo kampuni ya kuuza juice. Jina ni Fidelia Fresh Juice, rangi njano na nyekundu. Okay. Ya kwanza tunaenda kuchukua ni pen tool. Kisha chukua pen tool na kuja na celery na tutaanza kutengeneza shape ya ndani, tengeneza shape ya juice. Ndaminya pap. Then natafuta angle fulani, ndaminya pap. Kisha minya pap na kuja hapa. Taminya na hapa. Kidogo pap. Taminya na hapo. Takuja nitaminya hapa. Lengo ni kutengeneza shape ya kopo cha juice. Kwa viko vya aina nyingi, unaweza kuangalia hata mtandaoni ukapata idea. Mbona kama sisi tumetengeneza hicho, nitaangalia, nita refine, nitakuja kwenye direct selection. Direct selection tu inakusaidia kuselect point moja moja. Kwa hapa naweza na select point ni mradi iendane na huko. Ndashusha na hapa chini kidogo. Nikishafanya hivyo, nikiwa kwenye direct selection tool hapa, naweza nikavuta point na hii ninaivuta hii point. Tengeneze curve fulani, sitaki iwe sharp. Na hapa naivuta. Tengeneze hichi kitu. Nikishamaliza, sasa unaona hapa, angalia nishaenda kukifanya. Chengine nishaenda kukifanya, sasa maki hiyo ni upande mmoja, nakuja na upande wa chini huko. Nitatengeneza na yenyewe, ndakuja hapa, ndaminya pap. Ndakuja hapa, nda select let's say maeneo haya hapa. Nikisha select maeneo hapa, ndaminya hapa. Ndakuja nitaminya hapa. Then ndakuja nitaminya hapo. Kutengeneza shape ya cup. Sasa unaona kakapu kamekamilika kimtindo fulani. Kwa kuwa kamekamilika kimtindo fulani, hatua inayofuata ni kutengeneza illustration ya ndani. Je, cup inabeba nini? Inabeba juice. Ndakuja hapa nda separate, ndaminya hapo, hapa nataka nitengeneze juice ambayo iko ndani. Sasa make sure kwamba illustration sio lazima iwe lila, yani ionekane kama kikombe kilivyo na juice ile. Lazima mtengenezee perception, mteja avutiwe kulingana na kile kitu anachoenda kukifanyia. Kwa hiyo pap, ndakuja hapo nda select let's say maeneo haya hapa, nda select. Maana sasa lazima uangalie. Muona glasi yetu kama imeinama. Kwa kuwa imeinama, lazima tutengeneze kama juisi imelalia engo fulani. Let's say ndasogeza hadi hapa. Nitaminya haka kutengeneza, kuleta hii, ndalinya direct selection tool kuleta hii ya curve, ya kutengeneza curve. Nikishatengeneza curve, let's say natengeneza curve hadi hapo. Nakuja na hapa, sitaki kutengeneza nini, natengeneza curve hiyo. Nikishatengeneza hiyo curve, umeona? Na rangi yangu hiyo hii hapa, na select hapa. Kwa hiyo mteja lazima akupe na rangi anazozitaka, ili usije ukachanganya. Hapa let's say nitaweka nyeusi. Let's say nitaweka nyeusi hapa, tutamenya okay. Ndakuja ni select na hii hapa. Imradi H sio visible, tutamenya nyeusi. Unaona? Nikishamaliza hapo, nakuja kutengeneza kidude cha juu. Kidude cha juu kile kimfuniko. Mara nyingi uangalie kimfuniko kinakaaje. Ndakuja hapa natengeneza kama mwezi ulionusu. Taminya hapa pap, bila kuachia, nita drag left au right. Drag left au right, unatengeneza hiyo curve. Kuja hadi hapo. Hapo. Kisha kuja hadi hapo. Kuja hapa katikati tena. Na select curve yangu hadi mwisho. Sasa nataka ni arrange vizuri. Lazima nije hapa, ni drag vizuri ikae sawa. Kama haijakaa sawa, nita select point yangu kwa direct selection tool. Nitakuja na hapa, nita select. Umeona? Kisha maliza hapo, nakuja kuselect kitu cha ndani hiki hapa ambacho nataka kilete mvuto. Hadi hapo. Hapa nitaminya I kwenye keyboard yangu copy color code. Kisha minya I direct na kuletea katika tool hii hapa, eyedropper, ambayo shortcut yake ni I. Kwa hiyo nitakuja hapa, nitaidrag kidogo kukulia.
Niangalie. Kwa tumetengeneza cup juice yetu. Kwa tumetengeneza cup juice yetu, nataka tutengeneze bubbles ndani. Nitaleta hapa. Nitakuja hapa pembeni kidogo, nitaminya shift afu nitadrag kulia. Nikishaminya shift kudrag kulia, umeona? Nakuja nita select rangi yangu, nitaminya I, nita select iwe nyeusi. Nikisha select hivyo, umeona? Nikisha select hivyo nataka nitengeneze balls ambazo zina shine kwa upande. Kwa zina shine kwa upande, nitatengeneza curve. Nitaminya hapa pap. Nitakuja nita select nani yangu. Select hadi hapo. Select hadi hapo. Zoom in hapo, nani kidogo. Tengeneza kama kamwezi fulani hivi ndani ya bubbles. Tengeneza reflection, 3D reflection. Na hapo ileta ndani kidogo, ta zoom out. Kisha zoom out na imove. Afu na scale in. Scale in, punguza kidogo. Taminya I, change rangi. Umeona? Nataka nitengeneze illustrations za bubbles ndani ya glass. Expression za bubble ndani ya glass. Kwa nikishamaliza hapo, umeona imetengeneza moja, nita highlight yote afu nita group. Nikisha group inakuwa katika sehemu moja. Then kwa mfano nikija kuileta ndani hapa, unaona inapokuwa. Sasa nitakachokifanya mimi, nita scale kidogo, nitaminya alt. Ukiminya alt una duplicate. Ukiminya alt una duplicate. Hapa sasa hizo zote zisiwe katika shape kubwa mmoja, nyingine zipunguze, nyingine ziwe kubwa, yani copy multiply. Nitaipunguza na hii nitaipunguza, hii nitaipunguza, kuja na hii punguza. Sasa muona nimetengeneza illustration hiyo. Kinachoenda kutokea saizi ni kwamba nataka nitengeneze kamrija. Kamrija kangu nitakuja hapa pap. Kamrija nataka kakae kwa upande wapi? Nitaminya pap. Let's say hadi hapa, nitaminya hapa. Kuja hapa nitatengeneza engo hii hapa. Kwa kutumia pen tool tu. Utumie tools nyingi. Mtu saa nyingine anaweza kukutishia kwamba Illustrator inabidi ujue ma tools mengi, nini na nini. Inakuwa sio sawa. Papa off nita zoom in hapa kwenye engo hapa, nitengeneze kitu. Umeona? Nita select hapa afu nita change color yangu iwe nyeusi. Tengeneza illustration hiyo. Sasa umeona illustration yetu hii imekamilika. Nitakuja hapa hapo nita group hii logo yangu na group. Nitaminya group. Nitakuja hapa nita select. Nitaipunguza kidogo. Sasa logo amesema iitwaje? Fidelia. Kwa kuwa amesema iitwe Fidelia, nakuja kwenye type tool hapa, na mwenye type tool pap, alafu nakuja na select hapa. Taandika Fidelia. Fidelia. Kishaandika Fidelia nakuja na zoom.
zoom, nitakuja kwenye font, nenda kubadilisha font. Nitachukua Poppins, nasema Fidelia ikae hivyo. Nitakopi tena, nita alt, nitakopi, nitashusha chini, nita right click, nitatengeneza Fidelia fresh juice, anasema fresh juice. Umeona? Afu nitaiskeli ndani, skeli chini. Umeona? Let's say yuko nisiweke herufi kubwa, tumia herufi ndogo. Fidelia fresh juice. Nikishaweka hapo sasa utaangalia unataka weke style gani, lakini kwa mimi nilichokuja kuwaza nikasema kwa nini sifanye hivi, nitaiongeza ukubwa kidogo hizi, nitaselect zote kwa pamoja. Ongeza ukubwa kidogo, nitakuja hapa mwanzoni hapa. Kisha kuja mwanzoni hapa sasa nataka nikati hapa. Nitakati kwa kufanya hivi. Nitakuja kwenye pen tool hapa, nitaselect, nitakati. Sasa hapa sikati kabisa, natengeneza outline sehemu ya kupatia pap. Nikishaminya hivyo na select hii kidude, na minya shift na select huu mstari, na minya shift na select na huu mstari. Alafu nakuja kwenye hii hapa inaitwa, shape builder tool. Shape builder tool inakusaidia kufuta sehemu ambayo itaki. Nitakuja nitafuta hii sehemu zilizozidi za mistari. Nakuwa nimetengeneza juice yangu simple and accurate. Hii inaitwa Fidelia fresh juice. Kama unataka logo nayo ni cheki. Kama unataka darasa zima ambalo nimeelezea kwa kina jinsi ya kutengeneza logo na tools, pia tembelea akaunti zangu za YouTube. Utasearch pale Madiba Graphics au Madiba GFX, utakutana na madarasa yote ambayo yamekuwa na motion graphics na madarasa ya kutengeneza logo na poster kama hivi.